Kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka 70, North Korea imezindua meli yake kubwa zaidi ya kivita kuwahi kutengenezwa nchini humo. Meli hiyo yenye uzito wa takriban tani 5,000 imepewa jina la Choi Hyun Class Destroyer. Inao uwezo mkubwa wa kubeba makombora ambayo katika uwanja wa vita yanaweza yakatumika kuzishambulia kwa usahihi sana meli za maadui. Si meli pekee, hata targets mbalimbali zilizopo nchi kavu zinaweza zikashambuliwa kutokea kwenye meli hiyo. Tofauti na meli nyingi ambazo North Korea inazo na ambazo imekuwa ikizitumia kwa miongo kadhaa kwa ajili ya ulinzi wa pwani yake, meli hii imeundwa kwa ajili ya kufanya operesheni nyeti na ngumu zaidi pale baharini. Lakini jambo la kutisha si ukubwa wake, ni kile inachoashiria. Kwa sababu nyuma ya meli hii kuna swali moja ambalo linaumiza vichwa sana South Korea, Marekani na Japani. Na swali hilo ni je, North Korea imeanza rasmi kujenga jeshi la majini lenye nguvu linaloweza kubadilisha balance of power pale Asia? Tunajua kwa miongo kadhaa North Korea imejulikana zaidi kwa makombora ya masafa marefu, silaha za nyuklia na hata jeshi kubwa sana la ardhini. Jeshi lake la majini halikuwahi kuonekana kama tishio kwa majirani zake, lakini sasa hali inaonekana kubadilika. Na Kim Jong-un mwenyewe ambaye ndiyo kiongozi mkuu wa taifa la North Korea amesema huu ni mwanzo wa enzi mpya ya jeshi la majini la North Korea, na amesisitiza kwa kusema meli nyingine kubwa zaidi zinakuja. Kauli hiyo imezua maswali mengi sana, kwa sababu kauli yake haionyeshi tu ujenzi wa meli mpya, lakini pia inaonyesha mabadiliko ya mkakati wa jeshi la North Korea. Kwa miaka mingi, nchi hiyo ilijikita katika uwezo wake wa kushambulia kutokea ardhini. Sasa inataka kuonyesha uwezo wake pia baharini. Swali la msingi ambalo wataalamu wengi wa masuala ya ulinzi wanajiuliza ni je, North Korea imefikia hatua hii kwa uwezo wake wa ndani pekee, au nyuma yake kuna taifa jingine lenye nguvu lililochangia maendeleo haya ya kijeshi kwa namna moja au nyingine? Na hapa huwezi kuacha kuitaja Urusi, kwa sababu tangu kuanza kwa vita ya Urusi na Ukraini, North Korea imekuwa mshirika wa karibu sana wa taifa la Urusi, ikitajwa kuisaidia Urusi kwa vifaa vya kijeshi na wanajeshi, kwa makubaliano maalum kuwa Urusi nayo ingewapatia North Korea teknolojia muhimu za kijeshi. Teknolojia hii ya kutengeneza meli kubwa za kijeshi huenda ikawa sehemu ya teknolojia muhimu ambazo mpaka sasa Urusi imeshare na North Korea. Pamoja na yote, ni ukweli usiofichika kuwa North Korea bado ina jeshi changa la majini. Hauwezi kufananisha jeshi lake na jeshi kubwa la Marekani na South Korea, ambao wana meli nyingi zaidi, teknolojia ya hali ya juu na uzoefu mkubwa wa kijeshi katika eneo la bahari. Lakini historia inaonyesha kwamba hakuna taifa linalokuwa nguvu kubwa ndani ya siku moja. Mataifa yote huanzia pahala fulani, na huenda North Korea imeanzia pahala hapo kwa kujenga meli yake kubwa zaidi ya kijeshi katika historia. Tusubiri tuone nini kitatokea. Wakili Lucas Myura, mpaka wakati mwingine.